my sister, kama ulifanya hivyo na mzungu, please enda hosi, chukua dawa, anza kumeza mapema. Yeah. We? Na ni kubaya. Ni kumbaya. Ni kugumu pia. Ni kubaya. Wewe. Pesa hakuna, anajiangusha kujiangusha bwana. Bibi ya mtu anaenda kutolea mzungu suruali. Let us talk the truth. Anaenda kutolea mzungu suruali. Unataka kuniambia ametoa mara ngapi? Mara mingi. Yeah. So ni kumaanisha wamesabasa. Yeah. Na wengine. Mambo ya Russian guys na wengine itakupeleka kwa kaburi. Sasa watu 400, just imagine kama huyo Mrussian ni mgonjwa. Hebu just imagine 400 people. Na si 400 people, hawa watu wameolewa, wako na maboyfriend. Imagine hapo kuna ukiona mtu anafanya kitendo kama hiyo, pengine ako na maboyfriend zaidi ya wawili. So imagine watu zaidi ya wawili, hao ni watu almost 1,000 na kitu 600 hapo. Yes. Imagine watu 1,000 na kitu 600 ni wagonjwa ukimwi. Sahi. Huyu ni malaya kweli. Ni malaya kweli. Juu kitu yenye haujatolea jasho haikaki kwa mikono. Kabisa. Sasa unaona hao watu wanapelekwa Airbnb wanauawa. Kwa sababu ya nini? Unakibiria utajiri yenye hauna. Mapesa. Kuja utafute kijana kama mapesa hana kitu. Mwaso na yeye, mtoke chini na yeye, mbarikiwe pamoja. Mapesa siku ile atataka kutoka nje ya ndoa yako, pia yeye atakuwa na uoga. Na atakuwa na uoga juu ya nini? Kule mmetoka na yeye. Lakini ukinikuta niko na gari yangu, niko na nyumba yangu mahali nakaa, nitakufanya madharau. Kwanza huyu mzungu ni tu video inaonekana tu anaongea hapo, alafu kesho dakika nyingine unamuona wameshaenda. So ile kitu mimi naweza sema wasichana wajiheshimu na wajipende wao wenyewe. Kwanza kuna madam niliona hapo ni bibi ya mwenyewe. Ni bibi ya mwenyewe. Sasa bibi ya mwenyewe unakumbuka uko na mzee wako, tena umepelekea mzee wako magonjwa. Tu 2,000 inafanya tu uende upeleke magonjwa kwako nyumbani. So hiyo ndio kitu mimi siwezi kubaliana nayo. So hawa wote wawili, huyo Mrussia na hawa wa Kenya ni ovyo. Yeah, siaumu wasichana sana, lakini kuna mahali na walaumu. Uwezi ukakutana na mtu mara moja siku ya kwanza, then uende ulale na yeye. Hapo ndipo nimeona wamejiangusha, lakini kupenda pesa sio shida. Shida ni kujiachilia tu, kujiachilia ovyo. Yeah. Hebu sababu. Ladies and gentlemen, manze karibu sana hapa hivi kwenye Mapesa Wetu News manze. Kama huja subscribe, kumbuka tu subscribe so that tukigrow tunagrow tukiwa wengi na mtindo ndo ule. Anyway, Kenya baadaye kuna vitu zenye zimekuwa zikitrend ile tu zaidi na kuna one of them yenye imetake over, imekuwa number 1 hapa hivi. I know you know it very well. After kuangalia yako ka clip Kenya kamepita hapo hivyo mbele. So without wasting time, the gentleman mwenye ako kando yangu hapa hivi ashaelewa ni story gani, na ningependa kwanza anze na mafumbo. Ni aje? Poa sana. Poa Kabisa. Kwanza ambia watu unaitwa nani? Mimi naitwa Simon. Yeah. Nimekuja hapa kwa sababu ya story na trend. Yeah. Baada ya story yenye na trend, nimegundua kitu moja. Kama ukiita mtu wako ama demu yako ukimpigia simu mwambie ni aje come. Hata anaweza kudanganya, sijui nimeshikana kidogo sitaweza kukuja. Lakini akito na mzungu anakuja haraka. Mbona? Unajua sasa mademu wa hii Kenya ni mademu wengine wanapenda pesa sana. So kile kinawasumbua ni pesa. Yeah. So pesa imefanya mademu hawatulii, hawataki vijana hawana pesa, wanataka wale watu wako na pesa. So hata ujui kama wameambukisha ukimwi ama kumeenda aje. Yeah. Unajua ukisema mademu wanapenda pesa, ukisema mademu wanapenda pesa kulingana na hiyo video vile tumeona, ni kama unawaita malaya. Sijawaita malaya. In fact sijawaita malaya na tunawapenda. But kile iko ukweli ni kwamba wasichana wa siku hizi wanapenda pesa. Saa hii hata muoneshe 2,000 atakufuata hata bila kitu, hata kama umekutana na yeye tu pale kwa barabara umwambie niko na dhao, anakufuata mbio. So siku hizi wasichana wameharibika, wanapenda pesa sana. Sasa wanakutana na mzungu anawaita, wanafikiri watasaidiwa. Yeah. Kuliendaje pengine girl child akatupa mwelekeo kabisa? Ni pesa. Number 1, economy imeharibika. Number 2, wazazi hawana pesa. So ulikuwa unakuta kitabu wazazi wanagharamikia wasichana wao na walikuwa wanaangalia wasichana wao. Sasa kama saa hii universities zimejaa, mtu anatoka Ushago anakuja Nairobi hana pesa. So anakuja unakuta yeye mwenyewe anajitegemea. So hakuna njia nyingine, anaona afadhali aende ajipeane. Yeah. Saa hii baadaye nimecheki boy child saa hii anaita the Russian guy, anamuita hero, anamuita yani mkurugenzi mkuu, sababu sasa amefanya tumejua the dark side yenye hatukuwa tunajua. Okay, hiyo story hata nimefanya nikuja hapa. Juu imetuguza kwa njia moja ama nyingine. Hiyo story. Number 1.
mtu yoyote hata kama ni wewe mapesa, ukutane na mtu pale ako na pesa na hauna pesa, itabidi umfuate. Si mimi naitwa Mapesa. Si ndio? Na tena unaitwa Mapesa. So hiyo jina yako kubwa, mtu anaweza ona unaitwa Mapesa akufuate kwa hiyo jina. So mimi siaumu wasichana sana, lakini kuna mahali na walaumu. Uwezi ukakutana na mtu mara moja siku ya kwanza then uende ulale na yeye. Hapo ndipo nimeona wamejiangusha, lakini kupenda pesa sio shida. Shida ni kujiachilia tu, kujiachilia ovyo ovyo. Yeah. Hebu sababu kulingana na matamshi yako ama maneno yako vile unasema, kwanza kabla tuende sana, ningependa nijue una support our Kenyan ladies ama una support the Russian guy? Hakuna mtu na support, wote hakuna mtu mzuri hapo. Kwanza kuna madam niliona hapo ni bibi ya mwenyewe. Sasa bibi ya mwenyewe, unakumbuka uko na mzee wako, tena umepelekea mzee wako magonjwa tu 2,000 inafanya tu uende upeleke magonjwa kwako nyumbani. So hiyo ndio kitu mimi siwezi kubaliana nayo. So hawa wote wawili, huyo Mrussia na hawa wa Kenya ni ovyo. Yeah. Katika leo gori ile, wacha tu nimetumia Kikuyu hapo hivyo by the way. Wacha sasa nikuulize hivi. Can you put yourself kwa kiatu ya wasichana? Ingekuwa wewe ni msichana na pengine mtu kama huyo amekukujia hivyo. Do you know pia ungeingia box? Na kile unaona hata wa leo relationship nyingi zinakuja hazikai juu ya nini? Wewe haujapima mtu. Ukitaka kukaa na ndoa vizuri, kwanza pima mtu. So number 1, hawa watu hawajapima huyo mzungu, ama ni mtu wa kumsaidia ama ni mtu wa kukutumia. So tumejua huyu mzungu si Kenya peke yake, amezurura almost dunia mzima akilala na wasichana. So hatujui kile anasabaza kwa watu. So mimi kile naweza advise wasichana wakuwe very careful. Yeah. Si kujipeana ovyo ovyo. Ukikutana na mtu kutana na mapesa anakwambia kuna pesa, wacha kukibiria pesa. Pesa inakuja inaisha. Lakini kuna life. Tunaweza kuzika kesho. Wewe ukifikiri ukikibishana na pesa. Yeah. According to the time that we are enye tuko sahi, unapata wasichana sasa wameanza kuchochana. Kuna app inaitwa Tinder, sijui you are supposed to download the Tinder app ndio upate ya wazungu. What can you advise on that? Mimi naweza kuambia hivi, waache kukibiria maisha ya haraka. Mapesa hakuna kitu saa hii. Uwezi ukazaa mtoto kesho, alafu huyu mtoto unagojea kesho yake atembee. So lazima pia wewe mwenyewe ujipatie muda. Na kitu kingine, jiheshimu wewe kama msichana. Jiheshimu kabisa. Ukijiheshimu hautakuwa unaingia kwa mitego ya watu. Number 1, watu ni kama haujiheshimu. Hata kama unakibiria mambo, ujiheshimu. Juu uwezi kuniambia, kwanza hiyo kitu inaniuma sana. Hiyo kitu hata inaniuma sana. Uwezi kuniambia tunaweza kutana na wewe leo, alafu kesho uende tuanze kufanya mapenzi. Hata kwanza huyu mzungu ni tu video inaonekana tu anaongea hapo, alafu kesho dakika nyingine unamuona wameshaenda. So ile kitu mimi naweza sema wasichana wajiheshimu na wajipende wao wenyewe. Yeah. Na sasa so far namba yenye imetoka ni kuwa amelala na wanawake wa hapa Kenya. Wacha niwaite wanawake kwa kijumla. Amelala nao wasichana ama wanawake 400. Na baadaye tukakuja kusikia kuwa ako na ukimwi. So kwa wale ambao pengine hawajajijua hali zao, like advice yako kwao ni gani? Kile naweza ku advice, sitakwambia kama mtu ni mgonjwa nikwambie pole kwako, lakini si pole acha nikwambie pole kwako, kwa sababu si pole kwetu, ni pole kwako. Juu wewe ndio ulienda kujiachilia. So hatuwezi kuja hapa kukupembeleza tukwambie pole. Wewe ukienda ulikuwa unajua Kenya unafanya. Si ni kweli? So hauna haja tukuja hapa tupembelezane tuambie pole. Baadaye kama kuna mwanamke niliona aliiba gari ya bwana yake, alafu akajipeleka tu vizuri. Yeah, so hatuwezi kumwambia mtu kama huyu pole. Hiyo ugonjwa ni yeye amejitafutia. Wewe kama ugonjwa yako, ponya ugonjwa yako. Tukikufa tutakuja tukuzike tu kwa sababu wewe umejiachilia. Acha tu nianze kuhubiri. Sasa hebu nikuulize sasa, kuongea tu kweli. Umepata ni girlfriend yako. For example, jamaa fulani tulikuwa naye jana. Aliniambia, unajua jana ilikuwa Valentine's Day. Aliniambia kuna maua bado hajapeana. Amengoja zile video za Russian guys zitokee zote. Achambue moja kwa moja aone kama atapata demu wake hapo. Kama atapata demu yake pale. Je, sababu video hazijamaliza kutokea. Pengine wewe upate mtu wako hapo, utafanya nini? Wangu ni gumu hapo tuseme. Unajua hata mwenye aliiba gari maybe mtu wake alikuwa anamtetea ati ni ngumu. Lakini
Kiangalia inaweza kuwa ngumu kidogo. But sasa hebu rudie hiyo swali. Okay, nimeuliza hivi. Sababu video hazijamaliza kutoka. Zinaendelea kutoka zile za Russia gari. Na ukaniambia kuna jamaa? Na sasa kuna jamaa tulikuwa na yeye akaniambia yeye bado hajapeana maua na hatapeana until video za Russian guys zimalize kutokelezea. Ili achambue aone kama atapata demu yake pale kwa hizo video. Je, vile zinaendelea kutokelezea ukipata demu yako pale utafanya nini? Kama ako pale kama ako pale lakini si wangu. Wewe ukikuta demu wako alikuwa pale na kwa sababu pengine usharara na yeye, kubali kutembea na yeye juu ishaingia. Is that the advice that unaweza pewa? Hatuwezi kuambia umuache. Sasa tunaweza kuambia aje umuache. Sasa unajua tabia za mkeo. Kitu ya kwanza umejua tabia zake, but already ashakuletea, kama ni mgonjwa ashakuletea ugonjwa. Utafanya nini? No otherwise. Itabidi usukumane na yeye. Muitane na hapo nyuma ya tenti. Umwambie sasa wewe umunyoroshe viboko 2-3 uanze kusonga maisha juu nyinyi wote mko katika hali moja. Does it mean that African ladies are the Milayas? Acha tusitumie hiyo jina lingine Milayas. Hatuwezi tukatumia jina Malaya. Hiyo kajina tutumie Milayas. But kitu ninajua wasichana wa Afrika, especially Africa, wanapenda pesa sana. Hiyo ni kitu najua, wanapenda pesa sana sana. Kama wewe ni mtu wa social media, ingia social media, utakuta msichana akikusalimia tu hai, kitu ya pili kufuata, nisaidie na 100. Nisaidie sijui kitu fulani. Nisaidie. Hiyo ndio shida ile wasichana wa Kenya wako naye, especially hapa kwetu Kenya. Unajua kuna ile wakati unapata dem mwenyewe anasema, me by the way, kama mwanaume hana gari, kama mwanaume hana pesa, there is nothing for me to do. Huyo ni mjinga sana. Si sasa hiyo inamaanisha maybe tumuite malaya. Huyo sasa si millions, huyu ni malaya kweli. Ni malaya kweli. Juu kitu yenye haujatolea jasho haikaki kwa mikono. Kabisa. Basi unaona hao watu wanapelekwa Airbnb wanauawa. Kwa sababu ya nini? Unakibiria utajiri yenye hauna. Mapesa. Kuja utafute kijana kama mapesa hana kitu. Muhaso na yeye, mtoke chini na yeye, mbarikiwe pamoja. Mapesa siku ile atataka kutoka nje ya ndoa yako, pia yeye atakuwa na uoga. Na atakuwa na uoga juu ya nini? Kule mmetoka na yeye. Lakini ukinikuta niko na gari yangu, niko na nyumba yangu mahali nakaa, nitakufanya madharau. Kabisa. Nitakufanya madharau. Hakuna kitu itanizuia kufanya madharau. Ninajua ulikuja kwangu sababu ya pesa. So kama sina pesa ungekuja kwangu na uliacha wanaume wengi. Hiyo wasichana mimi naweza wa advice. Wacheni kukibiria wale vijana, wale wazee wako na pesa. Tafuta kijana wako, ngarisha, tengeneza, osha, mbarikiwe pamoja, muweke tu biashara, uzeni mayai pamoja, huyu auze mayai, mwingine auze melon huko kwa barabara. Mnakuja jioni, mmepata mnaekelea kwa meza. Nasema tumepata hii, tusefu hii tukule. Lakini si mambo ya the Russian guys na wengine. Mambo ya Russian guys na wengine itakupeleka kwa kaburi. Sasa watu 400, just imagine kama huyo Mrussian ni mgonjwa. Hebu just imagine 400 people. Na si 400 people, hawa watu wameolewa, wako na maboyfriend. Imagine hapo ukiona mtu anafanya kitendo kama hiyo, pengine ako na maboyfriend zaidi ya 2. So imagine watu zaidi ya 2, hao ni watu almost 1,000 na kitu 600 hapo. Yes. Imagine watu 1,000 na kitu 600 ni wagonjwa ukimwi. Sahi. Fanya hesabu yako ya haraka. Bibi ya mtu anaenda kutolea mzungu suruali. Let us talk the truth. Anaenda kutolea mzungu suruali. Unataka kuniambia ametoa mara ngapi? Mara mingi. So ni kumaanisha wamesabasa. Hebu sasa nikuulize hivi. Sababu video zinaendelea kutoka. Na maybe kuna dem pale anajijua vizuri kuwa alitembea na ule Mrusia. Lakini bado video yake haijatokea. Can you encourage that lady? Mimi nitamwambia hivi, siwezi kumencourage. Kumencourage hapana. Mimi kile naweza mwambia, wewe akae chini kidogo, atafute miezi 2-3 hapa, angalia mahali walilala na yeye, aende hospitali akipimwa, aanze kumeza dawa na mapema. Hakuna haja tumpembeleze, my sister. Kama ulifanya hivyo na mzungu, please enda hosi, chukua dawa, anza kumeza mapema. Na ni kubaya. Ni kumbaya. Ni kugumu pia. Ni kubaya. Wewe. Pesa hakuna, anajiangusha kujiangusha bwana. Na wale wasichana wenye maybe wanatafuta ma sponsors. Hiyo ndio nimewaambia. Kile unatafuta ni kaburi. Unatafuta kaburi, hakuna kitu kingine.
Hakuna kitu kingine unatafuta kuingia kwa kaburi na utaikia very soon. So mimi ile kitu naweza kuadvise, penda mikono yako, fanya kazi na mikono yako, tafuta kijana mwenye ako chini, mkue na yeye. Wacha tamaa ya pesa. Yeah. Kabisa. Wewe umesikia mtu amekufa juu hana pesa? Wapi? Good. Si hata chokora yako pale. Hata chokora yako pale na hana pesa, anategemea kuomba bao. Si ukuje uniombe bao nikupatie bao na bao tu. Lakini si ati nikupatie bao alafu nilale na wewe na ujui Kenya nimebeba. Yeah. Kweli. Na wasichana ndio wameharibu mpaka ndoa za watu. We. Yeah. We. Chunga tunaweza ongea hivyo alafu tena tuharibu nyumba ya mtu. Anyway guys, by the way, kama umekuwa na sisi pale hivyo since tulianza mpaka saa hii, tunasema ni asante sana. Kama huja subscribe, consider subscribing, na pia rudi pale nyuma angalia hizo video zingine uone tumekuwa tukifanya nini. So until next time tuambie kwaheri.